Aha, watu wangu, ni Dr. Wayamesh, ni Kushorodoka Live TV first episode. Leo nimeanza show na nimeanza na mtu amazing kabisa. Tunataka tujue watu wetu wa Taita Taveta, wasanii wetu wa Taita Taveta, wasanii walioanza hii sanaa ndani ya Taita Taveta. Hii ni Kushorodoka Live TV, sauti ya Taita Taveta. Ndani ya interview leo niko na nani jamani? Niko na Kasim mwenyewe, najulikana kama Dogo K for real, jina ya kisanii. Jina ya kisanii? Mimi ni msanii. So Kasimu, mambo vipi? Mambo poa. Umekuwa fresh Mimi niko poa. Na kucheki brother. Naona na trend hapa na pale. Pale kutembea pole kuna kule. Kujaribu venye usanii wa Taita Taveta utaenda juu. Ni kushoro? Ni kushorodoka hivi sasa. So Kasimu, maybe kuna watu wanataka kukujua, wamekuona labda post video na wewe, wanataka kujua Kasimu amezaliwa wapi, amesomea wapi. Hebu tueleze Kasimu nani? Mimi nimezaliwa mtaa wa Taita Taveta County. Mtaa wa kijiji unaitwa hapa Sofia. Sofia jua kali hapo hivi. Ndio kunaitwa hivyo. Maybe umesomea wapi primary school labda? Mimi primary school nimesomea hapa juu. Kunaitwa Mamunga Primary. Wewe mwaka gani? Mwaka wa 2009. 2009 ndio nimemaliza. Umemaliza class 8? Class 8. Wow, that's amazing. So Kasimu, maybe tuambie na high school ulisomea wapi? High school nimesomea David Kayanda. David Kayanda. Kama wewe ni David Kayanda, eka hapo comment chini useme my classmate. Kama umesomea David Kayanda? David Kayanda High School. So Kasimu, maybe tuseme, wajua wewe katika muonekano wako wa mwili wewe ni mfupi. Maybe wewe mwenyewe ulijichukuliaje ulipojikuta kwamba wakati umekuwa umejielewa kwamba wewe ni wa kimo cha ufupi, ulijichukuliaje? Mimi nilikuwa by the way mimi I'm so sure to be where I am. You are so happy to be where you are. Who you are? I am proud to be this. Wow. Because Kasimu, it is my body. It is your body. So maybe Kasimu, wakati ule unakuwa, maybe ulikuwa na changamano na kucheza na watoto wenzako. Sasa watoto wenzangu walikuwa wanacheza na mimi, wanaona kama ni mtoto mwenzao anacheza na yeye. Sasa wanaona kama ni mtoto mwenzao anacheza na yeye. So wajua, nimeona kuna wewe ni Mtaita Taveta na mzinyi kabisa ni hao. Mzadu kabisa ni Mbololo. Mwe ni Mbololo? Mbololo tiki. Mbololo tiki. Watu wa Ibora jingi. Watu wa Motomoko. Bandu beja Motomoko gataje. So Kasimu, tukirudi kwenye street life, how life imekuwaje so far? Life tunangana nayo tu ni kuhustle tu, kiasi tu kuhustle. Unajua kwa hustling lazima ngana ile hustling na ngana nayo. Kiasi kipata chenye unapata unaridhika nayo. So Kasimu, maybe talanta yako sasa, wajua watu wengi wanakujua tu na ufupi wako, lakini hawajui maybe ushaanza talanta wapi? Maybe ulianzaje kujitambua na ukaamua kwamba unatumia hichi kimo chako kama talanta yako na njia yako ya kuishi katika maisha? Talanta yangu nilianzia nilikuwa primary. Mimi nilikuwa nafanya comedy, nilikuwa Mamunga pale. Nilikuwa na act mambo na comedy nini nafurahisha mpaka minister wa education na wafurahisha, wakufurahia wananijenga kwa kitu. Maybe Kasimu, tukiongelea mambo ya mimi nakutambua wakati ukiwa Fuasi Theater Group. Maybe tupatie story kidogo ya Fuasi Theater Group, ukiwa na Likobe, ukiwa na Papa. Fuasi Theater Group alikuwa tu ngana na wao. Yaani challenge zile huku na huku. Tulikuwa na act. Nilikuwa na act mimi wa Fuasi Theater. Movie ya kwanza tulikuwa tumeact ilikuwa inaitwa Mbalamwezi. Hiyo ndo tulikuwa tumeact. Ndio hiyo tulikuwa tumeact. Ikakuintroduce kwenye introduce. Ndio hiyo. So Kasimu, wajua nimekuwa nikikupost maybe tukifanya content na wewe, watu wengi wananiuliza huyu Kasimu. Kasimu si tunasikia alikuwa Nairobi. Hebu tuambie story yako kidogo ya Nairobi. Sasa story yangu ya Nairobi. Nairobi pia tu ilikuwa ni kwa hustle mambo na promotion nini.
Kama na kwa siku maybe Nairobi, juu sababu misha kuona sana umetrend Nairobi, unazunguka na watu wa kuuza madawa ya kuongeza nguvu za kiume, madawa maybe walikuwa nakulipa vizuri ama wewe ndio? Hebu tueleze. Ni ile kitu kidogo tu ananipea na ridhika. Kwa mfano kwa siku shingapi? Kwa mfano kwa siku ananipea 400. Nashukuru tu kwa Mwenyezi Mungu. Na uone kama kwamba walikuwa wanakutumia vibaya? Sikunitumia vibaya vile, lakini unajua chenye kitu unapata unaridhika kwa moyo wako. Kabisa. Sasa ndio hivyo sasa bro. So Kasim, maybe nini kimekufanya ukatoka Nairobi ukarudi Taita Taveta ndani ya Voi? Hiyo Nairobi venye nitoka ni juu ya Madhe aliniambia nisirudi Nairobi. Venye nimekwambia walikuwa wananilipa 400 kwa siku. Sasa Madhe kanaambia hiyo 400 sio kitu. Hiyo sio kitu. Hiyo anakutumia vibaya. Wanakutumia vibaya. Rudi nyumbani, kaa hapa nyumbani. Nyumba yangu uko kule. Umejenga? Nimejenga mimi. Wewe umejenga Kasimu? Umejenga? Nimejenga, nyumba yangu uko kule. Hata tunaenda pale kwetu uone nyumba yangu. Watazamaji wa Kushorodoka Live TV, tuko naye ni Kasimu, amesema amejenga. Nitawapeleka moja kwa moja mpaka kule nyumbani siku ikifika. So Kasimu, tuendelee. Umerudi, lakini wajua Kasimu, mimi nikikujua ulikuwa na mtu mwenye afya. Kweli. Uko ulevi. Nini kinafanya umekuwa kwamba unakunywa sana? Hata nikipost video yangu na watu wananiambia ni kuadvise waache pombe. Maybe unakunywa sababu ya starehe ama unakunywa sababu maybe tueleze, wanaangalia pale watazamaji wanaweza kusaidia. Mimi nakunywa sababu ya stress. Stress gani tena? Sababu mke wangu alikuwa, mimi by the way I'm married. Mimi nilikuwa nimeoa. Mke wangu ananichezea. Mimi anakuchezeaje? Alikuwa amenichezea sheri. Anakucheat? Ananicheat. Kwani hapo kwa kucheat shida ilikuwa ni wewe, maybe ufikishi mahali anataka mashida ni? Nilikuwa nafikisha bati. Kasimu, hebu tuongee. Uko unafikisha? Una make sure amefika? Amefika. Bahari umeogelea vizuri? Hebu tuambie hapo. Kwa hivyo hakukuchiti sababu ufikishi ama alikuchiti kwa sababu gani? Alinichiti kwa sababu juu sasa nilikuwa nimeenda kwa nyumba, mimi nilikuwa nimerent Kayole. Pale namba 17. Kayole hapo. Nilikuwa nimerent. Nairobi hapo? Nilikuwa nimerent. Kufika hivi kwa nyumba, mimi nilikuwa nimeenda Nakuru. Kwenda Nakuru napata mwanamke amekuja na mabrada zake. Akabeba vitu zangu zote, masofa set zote, wardrobe nini hizi meza nini? Meza vitu za nyumba wasema zote. Akabeba. So Kasimu, ulipokuta wamebeba vitu zako ikabidi nenda nizifuatilie kwa mtandao. Sikuziona. Wakasema eti wamefunga mlango. Sikulipicha kufungua ya mlango. Wakakurambia? Wakanirambia. So hiyo ndio ikakufanya paka ukarejea Voi? Pia iko kwa sababu ya moja. Maybe nikuulize Kasimu, sasa katika wewe maybe katika hiyo ndoa yako wewe ulicheat, ushaicheat wewe? Mimi? Ongea kweli, ushaicheat? Mimi shaicheat. Ulicheat na nani? Cheat na mwanamke mwingine hapo jirani. Mkubwa mnono. Mkubwa mnono. Ndio huyu, kwani yako basi. Wewe ushaicheat na mwanamke mkubwa mnono? Mnono. Na nini likufanya ukacheat? Maybe ni wife alikuwa ameleta kisirani ama? Wife alikuwa amejaza wanaume huko ndani. Unakuta wanaume amejazana huko ndani, kama kucheat naye. Kucheat na mwanamke mwingine. Si, lakini si jokes, unaongea kitu kweli. Ni kitu kweli. It is a right. Maybe Kasimu, maybe nikuulize hivi, kuna challenge maybe unapambana nazo kama wewe na kimo chako, maybe wasichana wanataka kuonja, wanataka unapambana na changamoto wasichana na kutongoza? Kuna ile challenge ninapitia. Nikipitia hivi town hivi, watu wanasema mimi ni mtoto. Wanawaka na ndara zake. Una miaka ngapi? Mimi sasa niko na 34 years. So ukipita town hapo ananiita mtoto huyu, mtoto huyu.
nikotongoza, naambia mimi mtoto mdogo huyu hawezani kitu. So nakwambia wewe ni mtoto hauwezani na mali. Sasa nakubali tu. Tusiwezi ignore wao. Ignorance haiwezekani. So Kasimu, tukienda kumaliza, maybe hii changamoto umesema una changamoto ya pombe. Unaweza ambiaje watazamaji wetu wa Kushorodoka Live TV? Kwa hii kipindi yetu ya Kushorodoka, naambia watu wetu channel yetu ya Kushorodoka, nazoambia hivi, mimi ndio nakunywa lakini nazapunguza polepole. Juu mtu azipunguza emergency. Ukipunguza, kwa mfano hao mafanzi wangu wa Kushorodoka, wale wenzangu wale vosako, musiache rahisi. Yani musiache, mpunguze kiasi pole pole. Kama sasa mimi nimepunguza. Kwa siku maybe ulikuwa unakunywa pombe kiasi gani na sasa umepunguza mpaka ngapi? Sasa nimepunguza kota na kunywa kota. Kota? Kota unasikia hivi sasa hivi, kwa mfano vile na juzi nimekuona ulikuwa umekunywa kota. Nilikuwa nimekunywa kota. Unajua ni campaign. So company ndio mbaya. Company ndio mbaya. Kasimu, hoja tuko live kwenye show hapa, tunataka watu wakusaidie. Ili janga la pombe, kuna watu wanakufuatilia sana. Kweli. Wanataka kukusaidia, wanataka kuempower. Hata labda hapa utapata mtu atakuandika kazi. Kweli. Hata kama ni kazi ya kulipa kisiku upate kazi, sababu hatufurahi tukiona msanii mwenzetu. Wewe mimi uliniintroduce. Unajua watu wengi kile wajui, Kasimu aliniingiza kwa Wafuasi Theatre Group. Kasimu ni mkubwa wangu. Ameacha miaka kama 1-2 hapo. Ama 1 hata. Kweli. So ni mtu ambaye namheshimu sana. So mimi ningependa watu wangu wa Kushorodoka Live TV mazee tuweze kumsupport. Kama una anything hapo chini kutakuwa na paybill. Make sure mazee tunamsupport Kasimu. Sawa. Nini unaweza taka sana ili uregelee usanii wako vizuri? Naomba tu mwenye mtanisupport mimi mwenyewe msanii. Mimi mwenyewe msanii mkubwa hapa Voi. Sofia. Hauna simu? Ndio mimi sina simu. Lakini naomba huyu nimemsupport. Nimemtoa akiwa kwa First Theatre Group. So tumnunulie simu. Watu wangu wa Kushorodoka Live TV, huyu tumnunulie simu, nitaweka paybill hapo. Simu kwani ni pesa ngapi? Simu kubwa. So ukipata simu utaanza kupiga content zako, ufungulie page. Mfungulie page simu. Nimeomba tafadhali mafanzi wangu mwenye mnanisikia, hata wakubwa wote, wafanyaje? Mnunulie simu tu, naomba tu simu. Naomba hata msupport mimi na Wamamesh. Kushorodoka mtusapoti, sisi ni wasanii, mtusapoti, tunaomba tafadhali, tunaomba. So mazee, imekuwa ni Kushorodoka Live TV. Hapa ni Kushorodoka, sauti ya Taita Taveta. Sauti kutoka Taita Taveta. Hebu sema ni Kushorodoka TV, sauti ya Taita Taveta. Ni Kushorodoka TV. Sauti ya Taita Taveta. Sauti ya Taita Taveta. Haya, tunarejelea tena. Ni Kushorodoka TV, sauti ya Taita Taveta. Ni Kushorodoka TV na sauti ya Taita Taveta. Ni Kushorodoka.